Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, leo napenda kutoa nasaha, na nasaha hii inaenda moja kwa moja kwa watu maalumu, si watu wote, kwa watu maalumu. Watu maalumu hao ni kwa kila mwanamume ambaye ameoa na yuadaiwa mahari. Mpaka hivi sasa kuna wanaume wamekwenda kuoa, wamelipa mahari nusu, na wengine hawajalipa kabisa, yaani kwa lugha ya sasa wameoa kimkopo. Sasa hizi nasaha zinaenda moja kwa moja kwa wale wanaume ambao wameenda kuoa na hawajamaliza mahari kama hile kulipa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri au kathura falaysa fi nafsihi an yuaddiya ilayha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilayha haqqaha laqiya Allaha yawma al-qiyamati wa huwa zanin. Hadithi ya Mtume nasema, mwanamume yoyote ambaye ameenda kuoa kwa mahari ndogo au kwa mahari nyingi, mwenyewe katika nafsi yake hana lengo la kulipa ile mahari, yani ameoa ima amelipa nusu au hakulipa kabisa, na mwenyewe ametiania kwamba mimi mahari mke wangu usimmalizii tena. Khadaaha, akawa na mhadaa, anamdanganya tu kwamba mke wangu usiwe na wasiwasi, mahari yako nitakulipa, simbaki kidogo na sisi tuko pamoja, nitakulipa, usiwe na wasiwasi, siwezi kukukimbia, tuna watoto watatu au tuna watoto wawili, siwezi kukukimbia mke wangu, nitakulipa mahari. Akawa khadaaha, anamhadaa. Famata, huyu mume akaja kufa. Falam yuaddi ilaiha haqqaha, mume anakufa na hakuweza kulipa mahari ya mkewe, hakuweza kulipa haki mahari ya mkewe kabisa. Basi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, laqiya Allaha yawmal qiyama, huyo mtu atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku ya mwisho atakutana na Mwenyezi Mungu, wa huwa zanin. Naudhu billahi min dhalika, wa huwa zanin. Huyo mtu atakutana na Mwenyezi Mungu na hali ya kwa yeye ni mzinifu. Maisha yake yote ya ndoa yeye mwenyewe anaona yupo katika maisha ya ndoa, anafanya kitendo cha ndoa sahihi, lakini siku ya mwisho Allah ataenda kumfufua hali ya kuwa yeye ni mzinifu. Maisha yake yote ya ndoa akawa nazini. Huyu ni mwanamume ambaye ameenda kuoa hajalipa mahari, au amelipa nusu, nyingine hajamalizia, na mwenyewe katika moyo wake au katika nafsi yake anasema, mimi simlipi huyo mke wangu, simlipi kabisa. Kwa hiyo nasaha, ndugu zangu, kwa wanaume wote ambao wameoa wamelipa mahari nusu au hawakulipa kabisa, kwa lugha nyingine kwamba wameoa kwa mkopo, wameoa kwa mkopo, hawajalipa mahari, basi ndugu zangu, nawapa nasaha watu wa sempuli kama hiyo walipe mahari haraka sana. Usitegemee ufe alafu watoto au familia ije kulipa mahari. Watoto nao watasema hapana, hii mahari ilikuwa ni ya baba, haki yake amlipe mama, leo amekufa na raha alikuwa anapata baba, hatupati sisi, kwa hiyo hatulipi mahari. Wengi katika watu wamekufa, wameacha madeni, na watoto nao hawakusimama kulipa madeni kama hayo. Kwa hiyo kitu cha msingi, nasaha ndugu zangu kwa Waislamu ambao wameoa na hawajamaliza deni, watu walipe deni. Ikiwa hujamaliza, malizia deni la mahari. Ikiwa hujaanza hata kidogo, basi anza na hatimaye ufanye bidii umalize. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.